but majorly nilifeel siku moja I felt like I was not giving enough for the culture, and that's why I decided to be going to the stadium just to watch these girls and to support them. Wakiniona kwa stands, hata kama hakuna media coverage, wakiniona hapo wanasikia poa. Hakuna mtu international ama nani, sisi wote tuko iko, tumekuja hapa kujibamba kama Kenyans. Yeah. Na tuna appreciate Nana sana kwa hii kitu ametuwekea. Tunashukuru. Create pia more opportunities for the ladies, like now more ladies can go and play outside. Juu inajulikana now Kenya inacheza World Cup and all. Yeah, it's a good thing. Yeah, pia inafanya madem pia ujulikana wanaweza cheza ball. Hello my good people, my KFD family. Leo tuko Mashuhuru, kuna activities zinaendelea hapa na hata tutake through na atatuambia nini inaendelea huko. So utajiintroduce utakujua. Of course, thank you for coming. My name is Nana Owiti, founder, Tough Talk, and also the patron for Empower Mchezaji. Okay. Now, Empower Mchezaji is a tournament aimed at, solving different ills in the sports scene, and especially female football. Okay. This is the inaugural campaign. It's a first tournament where our main theme is slaying the game and silencing the violence. That basically means we are standing against sexual gender-based violence, because that has been prevalent in the women's sports, and we've had it. Like, I think people, especially in the grassroots, know this, because I felt like we needed to highlight this kind of conversations, because we need to protect our girls, and especially from the grassroots all the way to the elite level. That's why in every team, I have 8 teams. I have Wanja Waves, Kipyegon Strikers, I have Wangari Warriors, I have Obiri Starlets. It's 8 teams, all of them named after prolific women who've trailblazed, in the sports scene, social scene, and also political scene. Now every 7 aside, so it's 7 players per team, and in every team we have kuna watu wa university. Kuna international players, kuna Premier League players, meona big players akina Gentia here, akina Cynthia Shilwat, so all of them are here just, communicating the same information. So 7 players and 1 is a man. In every team we have 1 international player, a man, and that's because of allyship. We are simply just saying we want our brothers to help us. It's not a gender war, it's a war against a common enemy, all of us. And as our brothers are here, they're also saying no, our sisters need to be protected. That's why we have every male, 1 male in every team. Yeah. Empower Mchezaji is only for women. It's no, si nimetaja wanaume. Nimewaeka pia for allyship, but basically majorly it's for the girl child. Okay. Yes. Okay. Yeah. Naona umepata support nzuri kwa wanaume pia wamekuja leo. Sana. Literally last month ilikuwa men's monthly, ilikuwa mental health. Yeah. So naona hujafikiria kufanya kitu for men na pia wanapitia hizi challenges kwa industry ya football. Si ati sija, lakini naangalia sana, kusema tu kweli, wasichana wetu wanateseka zaidi kushinda wavulana. Wavulana si ati hawateseki, lakini level ya kuteseka wasichana iko juu kidogo, and that's why tuko hapa tukitaka at least waende draw kidogo. Yeah. Nini ilikuinspire sasa kama uangazia wasichana? Yeah. I've always loved women sports. I started being a follower of Ulinzi Starlets way back wakianza County League. Okay. Nilikuwa nao regional, nikakuwa nao wakikuja kubeba unbeaten kuingia Premier League, nilikuwa nao. So I've always really just followed them, but majorly
nilifeel siku moja I felt like I was not giving enough for the culture, and that's why I decided to be going to the stadium just to watch these girls and to support them. Wakiniona kwa stands, hata kama hakuna media coverage, wakiniona hapo wanasikia poa. So mimi as a journalist, as a sports journalist, I saw a void, and as an influencer, I wanted to impact that void with a lot of influence. That's nice. Yes. What's the end goal of this? The end goal of this is just to make sure the message is out there and women are being respected. I look forward to a day when these girls are gonna be paid the same as the male counterparts. I look forward to a time when these girls can just go and watch, walk into the pitch and not think of anything else but what they are doing, playing, and not think about sijalipa nyumba, mtoto wangu hajakula, sijapeleka shule. That is all. That's the end game. Sure. Yeah. Have you get any corporate amua to take this journey with you to help you, because this is a nice thing kuangazia women? I was talking to someone akasema when you unataka kuspark of football lazima uangalie hao women. Ukiangalia ligi yetu ya Kenya, women Kenya Police wamewin juzi. Yes, wamebeba ligi. Ladies ndo wametupeleka World Cup for the first time. Okay. Under 17 ndo walitupeleka World Cup for the first time in the history of men and women football. Okay. It's never happened, but the girls are really doing a lot. Karibu tubebe Sekafa. Unaona, we were this close Tanzania to Waka, but we were this close. I'm just saying, just imagine with little support these girls are doing all that. Now imagine if we give them the support that they needed, what can they do? So, much apart more. From you, are you getting any support for this one? For this one, I didn't go to any corporates, to be honest, because I wanted it to be strictly just me and my friends. I just called my friends. It's like, yeah, Sifuna, the senator. I called a few friends at Tandy. It's like, can you guys help me? I'm doing something. So the next one, I'm sure there's gonna be sponsors on board. But for this one, I just wanted them. I show them. I show them so that next time I go, nitawaambia unaona kitu nimefanya ndio hii. Yeah. So I'm looking forward to working with sponsors for the next tournament, which is going to be in December, the second week. And yeah, I honestly, I think it's going to mean a lot even for them, Yeah. So we expect more of this. Yes, it's going to be happening every time we have international breaks, because again, the composition, I have to have international players, I have to have grassroots players, I have to have university players, I have to have, kama hapa Kajiado kuna locally wamechukuliwa tu moja wakuja wacheze hapa. Yeah, so basically nataka wa learn from each other. Yes. So it's not only for international, pia unaangazia sana grassroots. Grassroots kabisa. Hapo ndo challenges. Ndo challenge iko. Okay. Yes. So let's enjoy the game. Let's enjoy. Tuko mashuhuru na we are here to enjoy the beautiful game. Kama vile umesikia Nana amesema tuko na international player, our local player, players from community. Tuko Kajiado. Be with us and you'll enjoy. Okay, my good people, venye Nana amesema kuna pia kuna international players huko wamekuja kumsupport. So kuna the best midfielder in Kenya now. Mimi mtambauze sana. Anaitwa Mguna. Ni aje bro? Poa sana. Unasemaje? Fiti sana. Nakutafuta sana. Niko ndio sasa tumepatikana. Ndio nitakuwa. Nime kuinspire kuja kusupport Nana. I think Nana amekuwa friend wangu for long and then niliposikia kona initiative kama hii na pia niko off season nikasema acha nikuje at least ni support. Sure. Yeah. Sure. Ni wana empower they call empower mchezo, wana empower mostly wasichana. Yeah.
hii narrative kwa wasichana kwa wanadhulumiwa kwa football, ushai encounter? No, sija encounter because mimi si msichana. Yeah, but all in all, I think ni kitu poa because I think for the first time ndio tuna mingle now. Because most of the time unapatanga tuko busy kwa ligi yetu au wako busy kwa ligi yetu. So kuja hapa ku interact as players na tuna share ideas na tuna share pia tuna educate pia. I think ni kitu poa and I hope kama inaweza kuwa each and every time si bado tutakuja tuko na hiyo nafasi. Tutakuja kwa support. Yeah. Kweli. Tunaona soka yetu ya Kenya kwanza kwa ladies. Tunaona ladies team ndio timu ya kwanza kupeleka World Cup. Tunaona game yetu ya soka kwa ladies inakuja kwa kasi sana. Wewe umekuwa kwa Harambee Stars. Umekuwa kwa big team, naona mmewin league tena mkawina Kenya Police Bullet. What your take? My take on the ladies wenye wanakuja kisoka? I think ni kitu poa ukiangalia performance pale kwa national team and also their league now. Maybe wale mademu wetu wale Police Bullets pia ukiangalia in the last 2 years wamekuwa champions. So I think our football is growing and na hiyo ndio kitu tunataka as players. We want that at the end of the day si kwenye toka tunaacha tupache football kama iko in a good place. I think also for the upcoming players. Sure. Yeah, so that's the only favor we can do to them. Sure. Yeah. Sure. Thank you. Keeper, lala now. Hello my people. Niko na venye Nana amesema atarudia hii point, amesema kuna international players. Huyu ni mmoja wao. Acha jintroduce mjue hapa. Kwa majina ni Mwanalima Adam Jereko. Yeah. Eke dogo. Ndio. Yeah. So activity gani ina take place leo? Empower mcheza. Okay. Yeah. So hii ni kuleta watu wote pamoja, as in jenda zote pamoja, sisi wote tujibambe, unaelewa? Ni kama tukuweka hakuna mtu international ama nani, sisi wote tuko equal. Tumekuja hapa kujibamba kama Kenyans. Yeah. Na tuna appreciate Nana sana kwa hii kitu ametuwekea. Tunashukuru sana, sisi wote tumejibamba. I guess hadi nyinyi mmejibamba. Sisi tumejibamba. Hapo sasa. Wanasema hii tournament mostly ni ku empower women. Yeah. Wamekuwa kwa industry ya football since. So unaweza ongeleshaje lady there? Naweza ambia si rahisi hapa nje, lakini kila kitu inataka commitment na God first. Yeah, kitu unataka ndio ufanye. Kama ntizi, lala mapema, kula fiti, kila kitu itakuwa sawa. Talent yako una go hard. Okay. Chando is say something. Now Harambee Stars all the best. Mungu mbele sisi nyuma. Tutawasupport sisi kama wa Kenya. Yeah, tuko pamoja. Hello my good people. Leo tuko na international footballer. Mwananchi. Chaji introduce. Yeah, my name is Duke Abuya. Yeah, I play for Yanga as a midfielder. Okay. Yeah. Ni activity gani na take place leo? Tumekaa hapa women empowerment. It's an OET initiative. Yeah, tunakam tu ku interact na girls, kuwashopia wanaweza go through whatever we have gone through na kuachieve whatever tumeachieve. Sure. Yeah. Tuna sport ya ladies Kenya ina grow. Yeah. Tunaona kumekuwa na tumepata timu yenye to represent World Cup. Yeah. Na haijatokea kitu kama hiyo. What's your take? Yeah, it's a good thing, like in a create pia more opportunities for the ladies. Like now more ladies can go and play
outside juu inajulikana nao Kenya kai inacheza World Cup and all. Yeah, it's a good thing. Yeah, pia inafanya madem pia wajulikana wanaweza cheza ball. Sure. Yeah. You as a Duke Kabuya, do you expect something like this to empower ladies? Yeah, because I do have a foundation also. Okay. Yeah, Duke Kabuya Foundation. It's based in Eldoret. Okay. Yeah, it's an academy. I have girls also, but not so many girls as such. Sure. Yeah, but definitely vile nimekuja hapa niko sure nitatengeneza kitu pia for the girl empowerment. Sure. Yeah. Watazamaji mjijua kama kuna Duke Kabuya Foundation. Okay. It's been there for since I was playing in Kana. Okay. Yeah, it's been there for a long time. Okay. Yeah. Na structure yake ikoje? Yeah, it's a good structure. Iko na academies up to from under 13 up to under 17. Okay. Yeah. So tuna expect vitu kama hizi pia. Yeah, especially hii place penye tumekuja hapa hii Mashuru complex, it's a good thing. It's a good place where unaweza fanya something na academies. Yeah. Sure. That's nice. Tukitoka now Chando hii. You have been kwa Harambee Stars most of time. Sasa hizi hujaitwa kwa sababu ya ni local. Yeah. So what do you have to tell them? Yeah, it's ni time pia for the local guys to move out also. Juu ukicheza poa Chan, ukirepresent country po utapata opportunities outside Kenya. Sure. Yeah, and playing outside Kenya pia it's a challenge. Pia inafanya as a player you grow. Sure. Yeah. Ambia mashabiki kwa Jaze Stadium. Slogan ni Jaze Stadium. Okay. To the Harambee Stars supporters, to Jaze Stadium. Safi. Hello my good people, my KFD family. Leo tuko Mashuru Sport Complex na tuko na one of the best Kenyan coaches. Atajiintroduce kama nani? Kwa majina mimi naitwa Sami Omolo. Ukitaka pia utaniita coach Pamzo. Pamzo, tuko Mashuru. Utaongea watu function gani inaendelea huko? No, imekuwa kwanza ni function poa sana because imekuwa tunasemaje? Slay game ama tumekuwa tuna empower wachezaji na ukiangalia big names zimekuwa hapa hivi. Imekuwa ni 7-a-side tournament na kulikuwa na 8 teams Kitu imenifurahisha ni unapata players wale wamecheza Starlets kama Corazon Quino amekuwa hapo hivyo, Dodo amekuwa hapo hivyo, alafu unapata pia na wengine wale bado wako active na wako nje kama Gentrix pia amekuwa. Then unaona pia upande wa because teams ilikuwa lazima kuwe na one male na Cheche amekuwa pale, David Ochieng, Jesse Veri amekuwa hapa hivi, nani mwingine Musa Masika amekuwa hapo hivyo na amecheza vizuri sana. Then au tukutaja hao pia Duke kutoka all the way from Tanzania amekuwa hapo, Mbuna amekuwa hapo hivyo. Sasa inakuonyesha tu wenyewe imekuwa ni tournament sana ya kufaa na tumegain a lot. Mimi kama kocha nimekuja nikafurahishwa na vile wachezaji wanacheza na hizi ni vitu ninge encourage sana makocha wetu wanakuja kuona wachezaji hapa, especially hata national team na seriousness pia imekuwa, so motivation imekuwa, of course bali kuna pesa yenyewe, unapata wachezaji wanajituma na imekuwa safi sana. Imeitwa na mchongo pia empower. Unaona football ya Kenya most wajanja wametoa sana. Sana wameona kweli. Kwanza ni poa sana because ukiangalia sasa wachezaji wetu mazee kama wachezi Tanzania wanacheza Europe. Na tusidharau ligi ya Tanzania upande wa wanadada mazee because kwanza wanalipa vizuri na ni ligi organized Then I think for the first time sasa hii ndio naweza sema tuko na zaidi ya karibu players 20 nje. Unaona players wakiwa nje hivyo wengi na ile ladies team taifa inakuwa na nguvu hata wachezaji wa kitu. So mimi pia kivyangu nimekuja niko na wachezaji maybe kama naweza sajili
ama naweza pia ongea na makocha wenzangu especially ladies team wakawachukua, na ndakuwa nawasaidia wasichana hivyo na hata wanaume wale walikuwa hapo. Chani ndio hii. Chani kwa hapa na naweza sema ni opportunity poa sana sisi kama Kenya. Kwanza wachezaji because utakuwa unajiuza, na sisi kama Kenya unapata tourism kwanza itatusaidia sana, maana watu watakuwa na coach hizi game, na of course nchi itakuwa na pesa. Kwanza hiyo ni number 1. Na unaona Chan kukuja na vile tutakuwa tuna host Cup of Nations ama AFCON, unapata tumekuja tukakuwa tumeimprove sana kwa facilities. Sasa hii wacha nikwambie, naweza sema tuko na world class pitches za kucheza, si kama kitambo unapata tuko na ground zile ziko bumpy, uwezi ona quality ya mchezaji, uwezi ona skills za wachezaji. But wewe angalia Kasarani sasa iko poa, annex zote ziko poa, Nyayo iko poa, ukienda pia Ulinzi pale complex iko sawa, Police ground iko sawa. So unapata yenyewe, mimi najua after hizi AFCON na hizi viwanja, najua mafango watakuwa na ball time. So tutakuwa tunalaumu ati kwa nini Kenya tucheze mpira poa. Sasa hivi tunafaa tucheze mpira poa bana, maana ground ziko sawa. Lazima mimi kwanza nitakuwa pale hivyo. Kitu ya kwanza pia nitakuwa na learn kutoka kwa hizo timu zingine, na hata macoaches tactics zitakuwa hapo hivyo. Then pia fans lazima wakuje. Unaona hii timu yetu ya Harambee Stars, especially local players hii sasa, hii Chan. Watu watasaidia sana vijana ni mashabiki. Tukiingia pale uwanjani tukiwasukuma, then tutafika mbali sana. Na kama tutakuwa tunasukuma vijana kuwapatia ile support, then tutastruggle sana kwa hii Chan. Na tutaki ifanyike hivyo. Acha tuone, naombea Kenya ushindi. Hiyo poli si rahisi. Si ukiangalia Angola, ukiangalia Zambia, then uangalie Morocco. Hizo ni timu ukiangalia klabu zao zimekuwa zinacheza hizi tournament za CAF. Kama Morocco wamekuwa wanacheza CAF na wanafika mbali, Angola same. Ni sisi tu sasa challenge yetu itakuwa vilabu zetu zimekuwa zifiki mbali. Polisi hawakufika mbali, Gor Mahia kufika mbali. So hiyo experience kidogo nafikiri kidogo tutakuwa tunaikosa. Manake kama timu zetu zingekuwa zinafika mbali, then inamaanisha wachezaji wetu experience kwa hiyo time. Shukrani coach. Okay. Shukrani. Safi baba. Hello my good people, tuko mashuhuru na timu yako imewin. Of course. What do you say? It's a good thing. Unajua kushinda inafanyanga unakuwa na confidence. Kushinda na kuwekanga kwa momentum poa. So it's a good thing. We are the winners of the inaugural Empower mchezaji tournament. Waambie watazamaji tuko wapi? Tuko mashuhuru huku ni Kajiado Sports Complex. Area noma sana. Pale mnaweza piga pre-season yenyu hatari. Sure. Program ya kuempower a girl child. Yes. Mostly wale wanacheza mpira. What's your take? A lot happens kwa mdemu. Unajua mdemu kama mtoto ni mtu unafaa kumwangalia na umchunge, unaona? Because asipochungwa atadhulumiwa. So that's why tuliamua sote tutokee leo tuweze kusoma na wademu wetu, wa feel safe, wa feel protected, waonyeshwe there's a place they can always run to kukiwa na noma kama hizi. Sure. Chan ndio imekuja. Next month tuko grao. Tutakuwa grao. Mimi lazima nikue, mimi mambo yangu ni mpira. Mambo yangu ni mpira, lazima nikue sababu I eat from talking about football. Na sisi ni wale tungependa kwenda mbali na ball, lakini tulifika pale tulifika. So since hatukuweza kufika huko, tunafurahi kuona wengine wakicheza na pia tunafurahi kuwezesha wengine. Sure. Ambie mashabiki wakuje grao. Of course, bila kuchelewa, hakuna venye tunaweza kuwa hosts alafu nyinyi wenyewe mkue hamshabiki timu yako. Wear your jerseys, put on your colors. Kuna ya white, kuna ya green, kuna ya red. Make sure you're seen. Usingoje kungoja timu wenzako watokee. Bora wewe ni Mkenya, tujaze study. Slogan ni Jaza Study. Of course, slogan ni Jaza Study. Bila wewe hakuna fan. Unaona, whoever you are. Hii hakuna cha Mjaluo, Mkikuyu ama nini. Hii sio Mena FC anymore. Bajaber, of course, effect yake umeona. Starboy, kuna watu wengi kwa ile team.
make sure you're seen. Player gani unataka kumuona una hopes kubwa sana kwa ata perform? A player to watch. Player to watch, of course, bado na expect kuona more from Bajaber. Okay, that's who I'm really looking at the moment. Sawa. Thank you. Shukran sana.